Na aina fulani ya wanaume, yani wanawake ukiwa nao lazima tu watawakimbia. Na kesi nyingi ukizifuatilia unakuta kuna type fulani hivi wanaume ambao wana tabia fulani ambazo inaonekana wanawake wao wanaona kama vile hawapaswi kukaa nao sana. Unajua mimi nakutana na watu wengi sana, najaribu kuuliza maswali mengi sana. Kwa hiyo hizi video ninazozitengeneza pia ni kutokana na research za watu ambao nakutana. Sasa wanawake wengi ambao nimeuliza wanasema kuna aina fulani ya wanaume wa design hii, kwa kweli mimi huyu nikiwa naye mwisho wa siku tu nitakuja kumkimbia. Aidha kwenye mahusiano unakuta na kanali, lakini mwisho wa siku naamua tu kupotezana aondokana. Sasa kuna aina 5 za wanaume ambao ni hatari sana, ambao wenyewe wanakimbiwa, wanaongozwa kwa kukimbia hao. Ya kwanza kabisa ni wale ambao wanaitwa mama's boy. Yaani mama's boy hao ni kwa lugha rahisi kabisa, tumetumia neno la Kiingereza tu, lakini ukweli ni kwamba mtoto wa mama. Yaani huyu ni kwamba kama hajakuwa, yaani ni mwanaume lakini bado hajakuwa. Yaani bado ana attachment na mama yake ambayo inaathiri mahusiano yake ya sasa hivi. Na utaona dalili tu, mojawapo ni kwamba siku mkigombana tu, yaani yeye akigombana na huyu mama's boy, akigombana na mwenzi wake, cha kwanza atapigia kwa mama kushtaki au ataelezea kwa mama. Yaani kuna namna fulani ugomvi utavuka mipaka bila hata, sio kama mmeshindwa, mnahitaji msaada, ila yeye katika chochote kile lazima aende kusemelea. Ni kama vile anakusemelea. Yaani bado ile hali ya utoto ile kwamba nikisemelea huyu atakalipiwa, atachapwa, yaani bado kama anayo kichwani mwake. Lakini kingine ni kwamba hawana maamuzi yao wenyewe. Yaani kama vile maamuzi yao yameshikiliwa na mama. Yaani kwamba kila kitu unachotaka kufanya sema ngoja kwanza nimuulize mama. Hautasikia mama amesema 1 2 3. Mama yaani kila wakati mama anakuja kuletwa kwenye equation. Lakini kingine ni kwamba kuna ambao nimeshakutana nao na ni very practical. Yaani unakutana nao mama ndo analipa vitu mpaka leo. Nishakutana na watu ambao kwenye ndoa bado, lakini mama ndio ambaye analipa renti, mama ndio ambaye analipa ada za wajukuu, mama ndio ambaye sio anafanya hiki. Yaani unakuta mama bado ana nafasi kubwa. Kwa matokeo yake nini? Mama anaendelea kuwa na sauti kubwa sana katika hiyo familia au katika hiyo mahusiano pia. Kingine ni kwamba wenyewe advice ya mwisho, final advice wanaichukua kutoka kwa mama yao. Hata mkadiscuss, mkajadiliana, mkafanya nini, mwisho wa siku itakuwa tu kama formality, lakini mwisho wa siku mama ndio ambaye atakayeamua. Lakini kingine ambacho natakiwa kujua ni kwamba kingine ambacho kinawakera sana wanawake kuhusiana na wanaume ni kwamba kila kitu cha kuhusu mke wao au mchumba wao wanataka kufanya na mama yao. Yeye utakuta anasema, "Wewe mbona uvai kama mama? Mbona upiki kama mama? Hata staili ya kufagia mama anaendaga hivi, wewe mbona unaenda hivi?" Umeona? Yaani kila kitu anataka awe kama mama yake. Mpaka inakera yani. Kwa hiyo unakuta mtu anajiona kama vile analinganishwa sana. Sasa naomba unisikize vizuri. Ninatambua kwamba kuna wakati ambapo mwanaume anakuwa connected sana na mama yake. Na hasa unakuta wale ambao kwa namna fulani ilitokea pengine alikuwa na mama yake peke yake. Au wakati mwingine alikuwa na watu wawili, lakini yuko very connected na mama yake. Lakini usisahau kwamba unapokuwa na mtu mwingine kwenye maisha yako, kuna nafasi ambayo lazima uimpatie na usiruhusu hiyo nafasi ivukwe kwa namna fulani. Kuna migogoro mingi sana imetokea kwenye ndoa kwa sababu ya mama's boy. Wanawake wengi wanasema wanaume wa hivi ni changamoto. Unakuta akianzisha naye mahusiano, mtu akianza kugundua hicho kitu, anaanza kumpa distance kwa sababu anajua huyu atakuja kunisumbua hapo baadaye. Wa pili tunawaita bad boy. Hao bad boy bwana ni wazee wa matukio. Yaani wenyewe hawaheshimu matukio siku na mchana. Yaani ikipita wiki hamna kesi, unasema Mungu atukuzwe, kweli wiki imepita salama. Yaani wenyewe utasikia tu mara niko polisi, mara sio nimekamatwa, mara amekuja mtu nyumbani anamdai kitu fulani, mara amekuja huyu ameishtakia kitu fulani. Yaani yeye ni mzee wa matukio kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na mara nyingine wengi wa bad boy unakuta wana multiple kids. Yaani anaweza kuambia na mtoto mmoja tu nje. Lakini ukashangaa baada ya siku 3 4 nakwambia huyu ndo wa mwisho. Kuna mtu mmoja alipata kesi yake moja, alikuwa anatambulisha. Kwa hiyo akaamua kutambulisha design. Kwa mwaka wa kwanza baada ya kwenye ndoa akatambulisha mmoja. Mwaka wa pili akatambulisha wa pili. Mwaka wa tatu akatambulisha wa tatu. Mwisho yule mke wake akamwambia sitaki kuleta mtu mwingine. Sasa ni kitu ambacho sasa hivi kinachekesha, lakini kwa kweli kinatesa kweli kweli. Sasa hao bad boy unaweza ukafikiri issue zimeisha. Yaani unaweza ukafikiri amebadilika, lakini tu unashangaa tu mmekaa pale mnaangalia TV, taarifa habari nini ITV, unashangaa defender ya polisi hilo. Limeingia. Yaani ni mtu ambaye akipotea saa 12 imepita, saa 12 na nusu umuone, unaanza yaani unashangaa huko kwenye mahusiano lakini una namba za vituo vyote za polisi. Kwa sababu huyu ni mtu ambaye wa matukio. Kitu kingine kuhusiana na bad boy, anauza property ovyo ovyo. Yaani yeye unakuta kwamba mkiwa na kitu, mmenunua kiwanja si nani, utashangaa tu siku anarudi kwa miguu gari alipo na nini anakuja ndani. Na asemi unakuta tu mnapiga story, siku ya kwanza siku ya pili, hivi gari imeharibika kwa fundi. Bana nilikuwa nadaiwa nimeuza. Imetoka lini? Hao ndio walivyo wanauza vitu ovyo ovyo. Utashangaa tu kiwanja mlikuwa nacho sema au akioni, yani kilishauza siku nyingi, hata hujui kiliuza siku gani. Hao tunaita mabad boy. Hao bana
wanakimbiwa sana. Wanawake wengi wanasema watu hivi ni matatizo, wanatuingiza kwenye matatizo, kwa hiyo waga tunawakimbia. Wengine tunawaita controlling au clinch men. Hawa ni watu ambao wanataka control, yani kama vile, yani akiwa na mwanamke ni kama vile mtumwa wake, kama vile amemteka, kama vile mateka wake, yani kiasi kwamba anamkozesha uhuru kabisa kabisa. Wengine ni kwa sababu wako overjealous, wana wivu uliopindukia, lakini wengine tu ni attitude ile kwamba labda mwanamke ni instrument fulani au ni object fulani ambayo ana control. Kwa hiyo unakuta ni watu ambao kila wakati anamkagua, unakuta kama saizi za simu, unakuta kila saa anataka akague, uliongea na nani, saa ngapi, huyu mbona uliongea na dakika zake nyingi. Na sasa sisemi kwamba sio vitu ambavyo vinaweza vikafanyika, kama mmekubaliana mfanye hivyo it's okay, lakini pale mmoja kinapokuwa kinamkera na kinamchukiza inakuwa ni tatizo kubwa sana. Na unakuta labda amepiga simu, ulikuwa busy hujapokea, akipiga anaanza kukaripia, kwa nini hujapokea simu yangu, ulikuwa unafanya nini, hivyo na hivyo. Yani matatizo yanakuwa, akipiga simu unaongea, mbona umeongea muda mrefu na vitu kama hivyo. Yani unakuta ni mtu ambaye anataka kucontrol, anataka kuclinch. Mwisho wake ni kwamba mtu anakuwa hana raha, yuko kwenye mahusiano lakini hana raha. Watu wengi wa hivi, wanaume wengi hivi waga wanakimbiwa pia. Na unakuta mara nyingi wa hivi unakuta moyo wa mwanamke ulishama siku nyingi, alishaondoka kwenye yupo physically wakati mwingine, lakini ameshaondoka. Napozungumza kukimbia sio lazima kukimbia physically, anaweza kukimbia kimoyo moyo tu, yani yupo lakini hayupo kwa sababu ya vitu ambavyo vinaendelea. Aina 4 tunawaita self righteous man. Hawa ni watu ambao wanajihesabia haki kwenye kila kitu, yani ni watu ambao wenyewe hawakosei. Tunawaita Mr. Perfect au Mr. Perfect au Mr. Right. Yani hao wenyewe hawakosei, na ikitokea wamekosea watakugeuzia tu kibao, wewe ndio uonekane kuwa ni mkosaji. Ni hatari sana watu, kwa sababu wanamfanya mtu ajisikie mkosaji sana, wanamfanya mtu ajisikie wanamfanya mtu ajisikie ni ana weakness kubwa zilizopitiliza. Kila wakati wanaume wa namna hii wanazungumza tu madhaifu ya wenzi wao, wanazungumza tu jinsi mwenzi wao alivyo mbaya. Yani kila wakati anajikita kwenye hilo, yeye anajiona ni perfect. Ikitokea tatizo kila wakati anasema ni huyu. Unajua na hiyo, na wanaume, hiyo sio kwamba ni kitu kimeanza leo. Utakumbuka kwenye Biblia kwamba tunda lilipoliwa, Adamu alipoulizwa, alikula yeye, lakini alipoulizwa Adamu, umekula lile tunda, cha kwanza akasema ni huyu mwanamke ulionipa. Sasa ndio hawa design ya Adamu, yani wale kila kinachotokea anamsingizia, kila kinachotokea hata kama yeye amehusika, hataki kuwa responsible. Hawa wanakimbiwaga sana pia, kwa sababu mtu anaona kama vile hana thamani katika mahusiano. Wa mwisho kabisa tunawaita egomanic man. Egomanic man ni self-centered man. Yani hao ni watu ambao ni wabinafsi, wako kwenye mahusiano lakini ni wabinafsi. Yani ni mbinafsi, unakuta kila wakati is so full of themselves, tunasema. Yani so full of themselves. Wanaamini wao ndio the best, wanaamini wao ndio wana idea nzuri, wanaamini wao ndio wana mawazo mazuri. Mkidiscuss wanaamini kitu cha mwisho watakachokisema ndicho kinachotakiwa kufanyika, lakini kila wanachokifanya uwaga wanaamini kwamba wanatakiwa wao ndio wapendelewe. Kwa hiyo ukipata wanamna hii na akawa labda na mamlaka fulani au amefanikiwa kiasi fulani, yuko self-centered kwa familia yake, mambo yanayomhusu yeye atataka yapewe kipaumbele. Mambo yanayokuhusu wewe unakuta hayapo kipaumbele. Na kitu kingine kikubwa sana egomanic man waga wanakifanya, wana belittle others, wanawafanya wengine waonekane hawana maana, wanafanya wengine waonekane ni wadogo, wanafanya wengine waonekane kama vile hawana thamani katika maisha yao. Na hii imesababisha mtu ajione kabisa kwamba kumbe mimi niko hapa kwa ajili kama vile kutumiwa tu, lakini hakuna faida yote ambayo anayopata, kwa sababu inapofika kwenye masuala yao anataka kila mtu awe attention na masuala yao. Ikifika kwenye swala la mwenzi wake hajali wala afanye nini. Egomanic man wale watu ambao hata akiumwa anataka awe cared for, anataka wampe muda, wamjali, wamuulize anaendeleaje. Lakini ikifika kwa mwenzake hajali hicho kitu. Yani yeye ni mtu ambaye anajiangalia yeye mwenyewe na watu wake kuliko wale wengine, yule mwenzake na ambao wanamhusu mwingine. Kwa hata ikiwa kwenye extended family atataka tu watu wa nyumbani kwake tu ndo atawapea attention. Ikitokea swala kwao anataka kila mtu ahusike, kila mtu ashughulike na vitu kama hivyo. Ikitokea kwa mwenzake ni kama vile hajaliona, kama vile anachukulia poa na anachukulia kawaida. Na hao wameumiza watu wengi sana, hasa na watu wengi wamelalamika na jambo hili, na wengi wamewakimbia watu wa namna hii. Sijua kwa experience yako kama umeshawahi kukutana na wanaume wa design, ningefurahi sana uniandikia hapo chini. Lakini kama ni mwanaume pengine umejigundua, si vibaya kujigundua na kujua kwamba kuna mahali unatakiwa urekebishe. Ni jambo la msingi sana. Hebu niandikie hapo chini kwenye comment ili tuendelee kujadiliana na kujifunza zaidi.